Karibu katika kipindi chetu pendwa cha Pita Zangu. Leo tunakupeleka katika safari ya kipekee, safari ya historia, sauti na dansi. Leo tunamwangazia mwanamuziki mashuhuri wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mwanamke aliyetikisa Afrika kwa mdundo wa soukous na kwasa. Yondo Sister. Nani Yondo Sister? Alitoka wapi na ni kwa namna gani aliacha alama isiyofutika katika muziki wa Afrika? Endelea kuwa nasi na hii ni historia yake kwa undani. Yondo Sister, jina lake halisi ni Denis Kusala Yondo. Alizaliwa mwaka 1958 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo wakati huo ilijulikana kama Zaire. Alikulia katika mazingira yaliyojaa muziki na tamaduni. Tangu akiwa mdogo, Yondo alipenda sana kuimba na kucheza. Muziki haukuwa kitu cha anasa kwake, bali ulikuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Akiwa msichana mdogo, alianza kuonekana kwenye vikundi vya sanaa, hasa kama mcheza ngoma. Hakujua kuwa kipaji chake kingemfikisha mbali kiasi hicho, lakini wanavyosema kipaji hakiwezi kujificha milele. Safari yake ilikuwa ndivyo inaanza. Hatua kubwa katika maisha ya Yondo Sister ilikuja alipokutana na gwiji wa muziki wa Kongo, Tabu Le Rocher. Alijiunga na bendi almaarufu ya Le Africas International. Awali Yondo alikuwa akifanya kazi kama mcheza ngoma, lakini Tabu Le alitambua kitu cha kipekee ndani yake: sauti, ujasiri na mvuto jukwani. Hapo ndipo Yondo Sister alipoanza kuimba rasmi ndani ya El Afrisa. Alijifunza nidhamu ya muziki, uandishi wa nyimbo na mbinu za jukwani. Huu ulikuwa ni chuo chake cha muziki. Baada ya kujijenga na kupata uzoefu, Yondo Sister aliamua kujitegemea kama msanii binafsi, na hapo ndipo nyota yake ilipoanza kung'aa zaidi. Yondo Sister alijulikana kwa muziki wa soukous uliokuwa na midundo ya kasi. Midundo yake ilikuwa ya kuchezeka na gitari zake zilikuwa na ladha tamu. Alikuwa pia malkia wa dansi ya kwasa. Mashabiki walivutiwa na uchezaji wake wa kipekee. Safari yake ya muziki ilipandisha hadhi yake aliposhirikiana na Soukous Stars. Bendi hii maarufu ya Kongo ilijumuisha wanamuziki kama Balokanta, Elikimoko, Lukasa Mbongo. Walichangia sauti za kipekee, gitaa zenye nguvu na midundo ya kichekesho. Albamu na nyimbo zake kama Bazu, Deviation, Lanet na Agenda zilichezwa sana redioni, vilabuni na katika tamasha makubwa Afrika na Ulaya. Yondo hakuwa tu mwanamuziki, alitoa burudani kamili. Mtindo wake wa uchezaji, mavazi ya kuvutia na namna alivyoshirikisha mashabiki ulimtofautisha na wasanii wengine. Ushirika wake na Soukous Stars ulimsaidia kuendeleza sura yake ya muziki wa kisasa. Alikuwa akiwakilisha muziki wa Kongo na mwanamke wa Kiafrika kama msanii kamili. Kupitia bendi hii, Yondo Sister alisafiri nchi nyingi. Alipandisha sauti yake na soukous kimataifa. Hii ilimpa msingi wa umaarufu wake wa solo na burudani aliyopata baadaye. Baada ya miaka mingi ya mafanikio, Yondo Sister aliishi nchini Ufaransa. Aliendelea kushiriki mahojiano, matamasha ya kumbukumbu na matukio ya muziki wa Kiafrika. Ingawa hakutoa nyimbo nyingi kama zamani, jina lake lilibaki hai kwa wasanii wengi wa kizazi kipya. Yondo Sister ni mfano wa ujasiri na uthubutu. Ni mwanamke alipigania nafasi yake katika tasnia iliyotawaliwa na wanaume. Urithi wake unaendelea kuishi kupitia muziki wake, dansi zake na historia yake. Yondo Sister si tu mwanamuziki, na ni sehemu ya historia ya muziki wa Afrika. Na hapo ndipo tunafikia mwisho wa makala yetu, historia ya Yondo Sister. Ni historia ya kipaji, uthubutu na mapenzi ya dhati kwa muziki. Ikiwa umefurahia makala hii, tafadhali like, share na subscribe maudhui zaidi ya sanaa na tamaduni. Tuandikie pia kwenye maoni, unamkumbuka Yondo Sister kwa wimbo gani? Makala hii imeletwa kwako kwa lengo la kuhifadhi historia ya muziki wa Afrika, hususan muziki wa soukous. Mimi ni Shaaban Farjala na hii Shafaa Media.